tofauti ni ipi? Swali limeulizwa mtu ambaye amezaliwa mara ya pili ama ameokoka, kwa lugha ambayo tumezoea kusema, na mwenye hajaokoka, wanapokufa hawa watu wawili hatima yao ni nini? Hilo ndio swali hatima yao ni nini? Wanakufa namna gani? Uko tayari kujibu swali? Fred, swali limeulizwa ama Dando anajibu. Swali limeulizwa kati ya mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka, hatima yao ni nini? Wanakufa na kiaje? Karibu sana, dakika 5. Haya basi, nashukuru sana wakazi wote wa sehemu hii ambao wanafikiwa na sauti hii, na vile vile pia walimu na ndugu zangu ambao umekaa kando. Nasema Mungu wa mbinguni wabariki sana. Na kwa hivyo basi tumekuwa na mada hii kuhusu hatima ya mtu aliye hai na mtu aliyekufa, na nimesikia swali la ndugu yangu ya kwamba mtu akifa, mtu mwenye hatima ya mwenye haki na hatima ya mwenye dhambi ni gani? Si hivyo ndio swali yake? Hatima ya mwenye dhambi ni kwenda motoni na hatima ya mwenye haki ni kuingia uzimani. Amen. Kwa sababu ukisoma Warumi 6:23 inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo mtu yote anayetenda dhambi, huyo ndio Biblia inasema huwa anakufa, tena kifo cha milele. Lakini mtu mwenye haki anapokufa hii kifo cha kawaida, tunasema amelala tu, bali hajakufa, amelala tu. Maana baada ya usingizi itakapokwisha, tarumbeta itakapolia, Biblia inasema mtu huyu ataamshwa, kwa maana amelala, amepumzika tu. Sasa kuna swali ambayo iliulizwa hapa kati ya roho, na sijui mwenye ameuliza swali ameenda anasikiliza, akauliza. Mchungaji mmoja anasema roho inamrudia Mungu, mchungaji mwingine anasema pumzi inamrudia Mungu. Sasa akauliza kati ya hizi roho na pumzi, sasa ni gani ndio anataka kujua ni kweli? Ni swali ndogo tu na ni rahisi, ya kwamba katika Biblia kuna roho capital letter ambaye ni Roho Mtakatifu, na kuna roho small letter ambaye ni roho ambaye wanadamu wote chini ya dunia wanatumia. Sasa unaposoma kitabu cha Mwanzo, hebu nisomee Mwanzo 2 mstari wake ni wa 7, inasemaje? Niunganishe maswali yote. Na ndani ya kwanza nishajibu. Inasema hivi. Ndio. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Wacha kwanza tuanze na hii kitu ambacho inaitwa pumzi. Bwana akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai. Akapuliza pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Wakati mwanadamu Mungu alipomuumba katika pua yake, hapo inasema alipuliza nini? Pumzi. Alipuliza pumzi. Sasa ili tuelewe hii pumzi ni nini, ni lazima tumuulize huyo Mungu, ili hao wachungaji wawili wasije wakagongana. 27:3 kitabu cha Ayubu. 27:3 Ayubu inasemaje? Kwa kuwa uhai wangu ungali mzima ndani yangu, uhai wangu ungali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu hii katika pua yangu. Kumbe roho ya Mungu inakuanga katika pua ya nani? Ya mwanadamu. Inakuanga katika pua ya mwanadamu. Lakini katika Mwanzo tuliambiwa ni roho ama ni pumzi? Pumzi. Kwa hivyo roho na mwenye anasema pumzi ni neno moja tu. Kwa mfano nikisema jogoo na mwingine aseme jimbi, ni neno moja lakini yenye lugha tofauti. Unaona? Kwa hivyo unaposema roho, sasa hii roho ambaye mwanadamu anaipumua ni small letter. Sasa hiyo roho ndio huwa inamrudia Mungu. Unaona? Kitabu cha Ayubu 12 ama ni Ayubu 12 ama Mhubiri 12 mstari wa 7. Inasemaje? Inasema hivi. Sasa mwenye kuuliza swali sikia hiyo, inasema mafumbi kurudia nchi kama yalivyokuwa. Mafumbi inarudia nchi kama ilivyokuwa, na roho kumrudia Mungu aliyoitoa. Sasa hiyo roho ambayo Mungu aliweka kwenye mwanadamu
wangu, kitabu cha Zaburi 104:29. Sasa mhubiri anasema ni roho, Daudi anasema ni pumzi. Sasa hiyo pumzi inapotoka inamrudia Mungu, na ndaonesha hiyo pumzi yote ya wanadamu wote duniani isipokuwa tu ya mnyama, ya wanadamu wote iko mikononi mwa Mungu. Nasoma ndiko kwanza. Inasema wewe wauficha uso wako. Unaficha uso. Wao wanafadhaika. Wanadamu wanafadhaika. Waiondoa pumzi yao. Mungu anaiondoa pumzi. Wanakufa. Kumbe Mungu akiondoa pumzi wanadamu wanafanyaje? Wanakufa. Na mhubiri akasema Mungu akiondoa pumzi wanadamu wanafanya roho, wanadamu wanafanyaje? Wanakufa. Kumbe roho ndio pumzi. Kumbe ni neno moja na ni kitenzi kimoja lakini yenye maneno tofauti. Hivyo sasa hizo roho za wanadamu wote ziko wapi? 12:12 kitabu cha Mhubiri. Mhubiri 12:12. Ayubu 12:12. Ayubu. Roho ya mwenye dhambi na roho ya mwenye haki zote iko mikononi mwa Mungu. Na mchungaji alisoma Mungu yuko mbinguni, hata mimi nakubali. Kwa hivyo roho zote ziko kwa Mungu. Sasa wakati Yesu atakaporudi, wanadamu wote waliokuwa wamekufa wako kaburini watarudishiwa roho, wawe nafsi hai, kwa sababu mwenye anapeana uhai ni Mwenyezi Mungu peke yake. Mwenye anapeana ni yeye tu. Sasa kwa sababu iko kwake, wakati atarudi atawarudishia. Soma andiko nasemaje? Kitabu cha Ayubu. Ayubu 12:12. Wazee. 12:10. 12:10. Ndio. Barikiwa. 12:10. Ayubu. Inasema hivi. Inasemaje? Ambaye nafsi ya kila kilicho hai. Nafsi ya kila, unasikia kila, imejumulisha watu wote, kila kilicho hai hii mikononi mwake. Hii mikononi mwa Mungu na pumzi zao. Na pumzi zote za wanadamu. Kumbe wanadamu wote. Kumbe roho za wanadamu zote iko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Sasa Mungu akija, kitabu cha Mathayo 5:28. Sasa Yesu akija siku ya tarumbeta ya mwisho itakapopigwa, kuna ufufuo mara mbili. Mwenye alikufa katika haki atafufua, atarudishiwa pumzi ya uhai ambaye ni roho. Akisharudishiwa anaenda mbinguni na Yesu. Lakini wenye dhambi miaka 1000 itakapoisha, huyo Yesu tena atarudi. Tena atakirudi anawarudishia wenye dhambi. Akiwarudishia nafsi wenye dhambi, wanaingia jikoni na siku hata moto ni kuchomwa. Soma andika nasemaje? Wathesalonike 4:16. Hapana, nilisema Mathayo 5, Yohana 5:28. Amina. Inasemaje? Inasema hivi. Naona madakika imeisha. Imeisha, imebaki sekunde. Lakini naomba next nitakuja mapema. Alafu tukutane. 5:28 nasema hivi. Naona hata pasta amefurahi sasa. Msijabie maana haya. Msijabie maneno haya. Kwa maana saa yaja. Kwa sababu saa inakuja ambao watu wote walio makaburini. Rudia tena. Watu wote walio makaburini. Ati nini? Watu wote walio makaburini. Wanasoma vibaya, wako mbinguni. Hapana. Watu wote walio makaburini. Watu wote walio makaburini watasikia sauti yake. Watasikia sauti ya Yesu. Na watoto wale waliofanya mema kwa ufufuo uzima. Ili watoke wanarudishiwa ile pumzi, kwa sababu Yesu ndiye anakuja nayo. Maana iko kwake. Sasa ukifa unarudishiwa, lakini ng'ombe, punda hairudishiwi. Hii inapotea pushu. Imeisha. Haya. Basi ni asante. Huyo ni Kemboi Dan na ni mwinjilisti mzuri sana. Ameelezea vizuri. Mimi nadhani nimeeleweka mzuri. Huyu ndo ameeleza vizuri Basi mwalimu wa pili John Mashare, njoo ufafanue kati ya roho hiyo pumzi na roho ni nini, kama una tofauti na Dan tusikie leo. Usinifitinishe na Dan. Dan ni jirani yangu na amesema vizuri, sasa siwezi kuharibu tena. Dan ameelezea vile ambavyo ilivyo. Asante. Sasa mwingine auliza swali. Basi asante sana mhubiri, amemaliza short and clear. Dan amemaliza kila kitu, hata kuja kujirudia. Basi tunataka swali lingine. Roho na pumzi imejibiwa. Kwa hiyo najua hata Shipangalia amesikia vizuri, ameelewa hiyo maneno hapo. Hata mimi venye walieleza hivyo nikakuwa na question mark, lakini venye